Kupenda na kuwa na hela vitu viwili tofauti. Kuwa na fedha safi. Kupenda ni kutanguliza fedha kuliko kitu chochote. Unabeba bunduki unaua watu. Uko tayari kuuza mwili wako kwa ajili ya hela. Amen. Hiyo ndio unapenda. Na wale wote waliopewa simu na boyfriend wao wazilete hapa leo. Hiyo antena hiyo. Amen. Kama umepewa simu lete hapa hiyo antena, nipe mimi hiyo. Amen. Amen. Lazima turudi kwenye lengo mchungaji. Hata ukienda kwenye msiba usiseme msiba oye, watakuua. Msiba unakuaga oye. Yaani safari ina mambo mengi mpendwa. Wewe mpende Mungu, dunia huko nje kuna mambo ya hatari. Mimi naishi na mateja, anapangisha chumba chake mwenyewe analala nje. Miparo ameniibia 2 milioni nyumbani kwangu mateja, nikisema nirudishie langu iliyobaki. Mimi sistuki na jambo lolote. Wakanirudishia 1,200,000, maisha yanaendelea. Wewe ndio unastuka, utakufa duniani hapa. Amen. Hakuna jambo jipya. Zaburi 119 mstari wa 37. Uyageuze macho yangu yasitazame visivyofaa. Macho ya wanaume mara nyingi yanaangalia wanawake tu. Wewe hapa wanatazamana. Wengine wanamezea na fundo la mati hapa. Wameliona demu hilo. Demu. Mimi alikuwa dereva wangu ananiendesha saa zote shingo iko nje. Tutagonga bwana. Yaani macho yanaangalia wanawake. 70% ya macho ya wanaume yanaangalia wanawake. Wameliona guiro. Hapa watu wanamezeana fundo la mate ila hela hawana ujue. Wanabonyeza bwana milioni demu ile wala waliona hilo. Macho ya wanawake yanaangalia vitu. Mimi nikiongozana na mke wangu dukani naambia nenda mwenyewe. Kariako utalia dukani anaingia. Begani hiyo. Buku tu imepungua. Yaani buku imeongezeka mnaondoka. Kutwa nzima niko Kariako na bwana naenda mwenyewe. Hata ukiangalia nguo hapa box ya wanaume kama mfuko wa karatasi. Nguo za wanawake zina maua ujue. Tungevua hapa ungeona box nyingine mpaka utaogopa ujue. Mbele haijulikani, nyuma haijulikani, imesagika mtu kavaa tu. Lakini wanawake hata simu za wanawake zina maua. Amen. Jicho lako linaona nini mpendwa? Linaona kazi. Ngoja nisome neno mchungaji. Na ukiniacha hapa tumalize. Naongea kama nimekunywa supu ya ulimi wa mbuzi. Haleluya. Nimewafikisha kwenye eneo la muhemuko hapa, mnatazamana hapa. We, ngoja tuyageuze macho yako yamwangalie Mungu na maisha. Amen. Hukuja kwa ajili ya kuolewa wala kuoa. Hivyo vitu vya mwisho. Hata nyau mwanamke lakini hajui kama ameoa. Hana pete wala shera. Amen. Nyau mwanamke hana. Jogoo profesa wa kuoa, mwanamke wala hajui. Hukuja kwa ajili ya kuoa wala kuolewa. Hukuja kumtumikia Mungu. Usaidie na wengine. Amen. Paka kuna makanisa wakanitolea unabii. Hana njaa? Nikasema naam. Wakasema mke uliye naye si wako. Nikasema Mungu wangu, kumbe mke wa nani? Mke wangu akaniambia usiende tena ujue. Juzi nilikuwa kwa mtume na nabii mmoja, unakumbatia jasho lake 15,000. Nikasema sikai tena. Jasho 15,000. Na watu wanakumbatia kama wamerogwa ujue. Ukombozi wa fikra. Amen. Bwana asifiwe. Wanakumbatia. Na anasema nikumbatie mjinga wewe. Anawatukana kwa anakumbatia. Unaweka 15,000 pembeni unakumbatia. Hawa tatizo lao sio imani. Tatizo lao ukombozi wa fikra. Leo hapa nikiteuliwa kuwa waziri mkuu kila kitu kinabadilika. Hata kutembea kutabadilika. Sitatembea kama nauza mnafu, mchicha, matembele na nini. Ukiuza mnafu lazima ukiitwa wewe mnafu ugeuke. Ukigoma uzi. Goma kama utauza mchicha unageuka. Amen. Nikiteuliwa hapa mimi leo kwa waziri wa nafasi fulani kila kitu kinabadilika. Hata kutembea, hata kuzungumza kutabadilika. Sasa in fact sehemu nyingine unajifanya umesahau pale yes survey. Unajifanya hata survey umekusahau juu. Amen. Sisi ni wateule wapendwa. Ukiwa mteule hata nguo utabadilishiwa. Ufai zile unazotaka wewe. Watu wanajua namna ya kukutengeneza uvae. Sisi wateule, muonekano wetu ni muhimu sana kwenye maisha. Hawezi mchungaji hapa akaingia na bukta na kanda mbili, njoni tu mtampeleka Milembe tu. Na uwezi ukavaa taulo ukafungia ndoa. Kila vazi lina mahali pake. Amen. Zamani
Ukimaliza form 4 bonge la somi. Au sio? Mimi kaka yangu amemaliza form 4 Minaki mwaka 74. Bwana. Profesa kwanza unampata wapi? Labda profesa mganga kienyeji. Utampata wapi profesa miaka hiyo? Mimi nimeingia shule ya msingi na kimo changu kifupi miaka 14 ndio darasa kwanza naanza. Kaka yangu 16 darasa kwanza tuna ndevu juu. Alafu tuna binti anaitwa Maimuna miaka 10. Maimuna ndo mdogo mpaka walimu wanakasika huyu wamemletea nini hapa? Yaani wakaambia mpaka upeleke hivi mkono. Sasa mimi mkono haufiki wanasema wewe bado. Yaani umri unapimwa na mkono. Miaka 12, 13, Maimuna ana miaka 10. Walimu wanakasirika nayo mwaka 1970 wanakasirika naye Maimuna. Sasa sisi tukichoka darasani tunamwambia Maimuna alie. Analia Maimuna, mwalimu anaturuhusu. Tunamchochea Maimuna kulia. Sasa hizi miaka 10 amemaliza darasa 7, wanapeleka watoto miaka 5. Dunia imebadilika sana. Mimi kaka yangu amemaliza form 4 Minaki, alikuwa haendi shamba. Baba mwalimu, kaka amemaliza form 4. Mikono sio ya kwenda shamba, shamba sisi tunaenda. Na tunakubali wenyewe kwenda shamba. Ili tukirudi kaka aongee Kiingereza kama alivyosema mchungaji na baba. Tunaona kama umetoka sayari nyingine. Tunawatazama na sisi tuko in fact hatujui lolote tumeshika in fact of course Leo vitoto vidogo vinajua kimombo. Ukienda sebleni kwao kama ujui inaanza daddy good morning. Unasema nenda nje huko. Usiyoganitie aibu hapa, nenda kacheze huko. Kacheze na wenzio wanakusubiri. Dunia imebadilika sana wapendwa. Amen. Tumesema tunasoma wapi? Vitabu hivyo rais. Vitabu vigumu Habakuki, Yona. Utakuta mtu amefungua Biblia nusu anazuga. Kumbe hajapaona. Kanisani kuna wazugaji huko. Ayubu sura 22 mstari wa 10. Hofu ya ghafla imenizunguka. Kuna watu wana hofu. Na hofu si ya uchawi, hakuna cha uchawi na upuzi mtupu. Mimi nimejizira huyu. Siku moja wameniwekea viazi mviringo pale nyumbani wananitisha huyu. Uchawi ungekuepo hela, benki ungekuwa na hela. Nilienda kuona wagonjwa da group siku moja afu ile mlinzi ananizuia nikasema Mungu nipe neno la maarifa. Shida yetu hatuna neno. Ndio maana watu wanatusumbua neno la maarifa. Kuna hii logosi, kuna rema, kuna neno la maarifa, neno la ushuhuda. Hata ushuhuda ni neno ujue. Huna haja ya kuhubiri wakati mwingine. Neno la maarifa. Nikamuuliza yule mlinzi, nimeshika Bible mkononi. Nimevaa kola. Saa 6 mchana mgonjwa anapiga simu analia. Mlinzi ananizuia. Sasa usiingie huko ndani. Wewe ni nani? Ananiona nina kola ananiuliza. Nikamwambia mimi daktari. Akasema unasemaje kwa kiburi chako utaingia huko? Amen. Ombeni nanyi mtapewa jambo la kiroho, tafuteni nanyi mtaona jambo la kimwili, bisheni nanyi mtafunguliwa jambo la imani. Amen. Nikasema hapa naingia, hakuna kiziwizi kitakachonizuia hapa. Mungu nipe neno la maarifa. Akanikataza akisema zenyewe ndio mnaomba kwa makelele nyinyi. Akasema sio mimi. Aliviona na Bible mkononi natembea nayo barabarani akasema ndio wale wa imani ya kuchanganyikiwa. Huyu atapiga mikelele tu hayuko sawa huyu. Nikafikiria nikamuuliza unaitwa nani? Nikapata neno la maarifa sasa nikasema unaitwa nani? Mlinzi mwanamke akasema anaitwa Elizabeth. Nikasema yes, kumbe Mkristo moyoni. Huyu ndio natoka hapa nitaingia sasa hivi. Nikamwambia sasa yale maombi ya mgonjwa na kuachia wewe hapa na kumbe. Akasema nikaona kumbe moga huyu. Hana ubabe wote. Nilimwambia nabeba yale magonjwa yote kwenda kuombea wewe hapa. Halafu unaondoka wala usipate taabu mpendwa. Nilipomwambia hivyo nimemwona metika. Mbemoga hapo ndo nikanyanyua Bible. Tulia. Nikaona anatetemeka sasa wewe mzee nenda unamlani nani huyo? Amen. Hakuna vikwazo, tunaye Mungu katika jina la Yesu. Lazima tushinde. Amen. Ajira ndio hakuna ajira wakati wa kazi zipo. Shida za watu ndio kazi yenyewe. Juzi kijana mmoja uko Tanga amesajili taasisi yake. Yaani hajaenda shule, hajafanya chochote, dereva alinileta kijana wa mitaani, ana gereji yake sasa, alinileta hapa. Vijana wangu wa mitaani anapiga chuma, amenileta ana gereji yake. Amen. Bali maneno matupu huleta hasara.
Kuna watu kazao maneno tu, ana gari 2, utafikiri ndo mratibu wa kampuni. Yule bwana ana nyumba 3 yule. Kutwa nzima hujui. Huyo ndio umeajiriwa kuwa mratibu. Amen. Yeye ametoka mbali sana yule, na watoto wake na wajua wanasoma UK. Wewe toka wewe, unapoteza muda. Amen. Muda haukusubiri. Kuendesha mume au mke sio mchezo. Sasa zaidi ya kurusha ndege ya kivita. Amen. Wao uliza hata maprofesa wenye ndoa, sio mchezo. Ndoa inabaki kama ndoa, sio mchezo. Umri huu bado utakuwa unaruka kamba tu chanua. Asiyemcha Mungu anasoma. Mimi nimeishi na majambazi wa bunduki. Augustine Mrema alinijua kwa ajili ya watu wa bunduki, majambazi. Nilikuwa nawafundisha boxing na nyanyua chuma, ile michezo ya mazingaombwe alifikiri na ushirikina, kumbe ni michezo tu. Kutumia akili tu. Unavuta magari kwa meno, unafunga kwenye nywele, unapitishwa kifuani, unavunjiwa mawe. Nimenyanyua machuma mpaka moyo wangu umeharibika mkubwa sasa. Amen. Siwezi kufanya chochote sasa hizi. Cardiologist rekatari sema unakufa. Chupu nife, lakini nipo. Mpaka 80 nitafika na komaa. Amen. Bwana asifiwe. Ukiniona hivi niko handsome babu, lakini mtu mzima sana. Amen. Wanashangaa akina Masambla tunyanyua wote chuma, akina Power Benado wamefariki, akina Power Suzuki sika wako wapi, akina Liston Spoiler Dudu hapa Mchikichini Boulevard. Mimi nimezaliwa hakuna mkoa ambao mguu hujakanyaga. Amen. Yes, hakuna mkoa hujakanyaga mbele kwa mbele. Miaka 40 ndio naoa. Na unaoa ulimi safi ni mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Nikupende nikuja akivi una vineno vibaya. Oho. Unanivunja moyo na kuchomoa pole pole. Pole pole na kuchomoa. Amen. Kinywa cha ukaidi. Kinywa cha watu wamefanikiwa kwa maneno yao. Amen. Kwa maisha yao anazungumza. Huwezi kunitambua pasipo kuzungumza. Mungu anaangalia moyo. Sisi tunaangalia domo, sio moyo. Mungu angalie moyo, sisi tunaangalia domo. Moyo wa Mungu, domo la kwetu. Mungu anaangalia moyo tu. Toka wewe. Usitudanganye, sisi tunaangalia domo lako unasema nini. Amen. Ukikosea kuoa na kuolewa umepanda gari ya mkaa. Gari la mkaa lazima liharibike tu. Vikao haviishi. Na hakuna mkaa safi, kuna mkaa bora. Kuchafuka kila wakati. Huwezi kuandika hapa tunauza mkaa safi, hakuna mkaa safi. Andika tunauza mkaa bora. Amen. Tulia. Mungu akupe neema. Kama umeongwa kisimu niletee hapa leo. Amen. Yohana 1:16. Utimilifu wake sote tumepokea neema juu ya neema. Neema ya kwanza ya kuokoka, Efeso 2:8-9, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Hata waliokoka wanahitaji neema aina ya pili. Neema ya pili ya kutusaidia wakati wa mahitaji, Waebrania 4:16. Hata kama una simu imefungwa na babendi, kama imepata ajali, namba zote zimefutika, ikilia kama gari inarudi nyuma, kwa maana hiyo. Amen. Mungu akupe neema. Tulia na Mungu yupo. Amen. Mkitaka kazi njooni ni waajiri. Kazi zipo, wewe umalize chuo alafu una kazi wewe. Amen. Amen. Unachumbiwa na mvulana hakutumia hata jero, vocha jero, hakutunzi huyo. Unapokea jumbe tucheza mchongo, bado pointi 80. Tulia nikuombee. Mungu ameleta duniani na akili na kuwa jerofa. Nakataa urofa kwa jina la Yesu. Nakataa unyonge. Mwanamume anakuendesha, mwanamume si kama amekutaka kwenye daladala tu. Kila mtu atashuka kituo chake. Umezaliwa na mwanamume duniani, mmoja atakufa, mmoja atabaki. Mtu akujali ni mama yako aliyekaa kwenye tumbo lake. Tumbo nyumba, swimming pool kwa mumo, mgongo wake gari, maziwa yake msosi. Huyo ndo analalamika. Mtu mwingine wote tumekutana duniani. Mimi nakufa, mimi na mwanamume ufai kuolewa, toka. Mimi nachikia kufa kabisa, amenikataa. Wewe mtu amekuapproach kidogo tu tayari, shemeji yenu mmemwona, toka wewe. Shemeji yenu yuko wapi ndio unajitangaza hivyo wewe? Na kwa biashara bila soko inakufa hiyo. Mmemwona shemeji yenu kwenye mtandao. Shemeji yenu hawala yenu. Toka. Amen. Komaa mwenyewe, ujaje bila mtu. Wewe ni mtu wa thamani. Jichakate kwenye thamani. Watu waione thamani yako. Amen. Yes. Umeona boyfriend leo mfute. Mtengenezee kinyaa kwenye maombi. Sema mtu wenyewe mfupi, macho yake makubwa kwenye maombi. Miguu yake membamba na mfuta, mtengenezee kinyaa.
Na maombi ya kinyaa, mtengeneze kinyaa. Wenyewe mdomo wake unanuka, tengeneza kinyaa. Alafu mfutilie mbali, anza upya maisha. Amen. Siolewi wakati umefungua biashara bila leseni kwani? Na umefanya uzinduzi wa albamu. Jamani, nimefanya uzinduzi hamjafanya? Ushafanya uzinduzi, sasa sherehe ya wapi? Albamu tayari umefanya uzinduzi. Mimi siolewi. Hiyo madhabahu mpaka tuifute hiyo.